Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi nichangie hoja iliyoko mezani. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai, lakini pia nawashukuru sana wananchi wa Urambo na familia yangu kwa support wanaonipa ambayo imeniwezesha kufanya kazi mpaka wakati huo. Nichukue nafasi hii kuipongeza sana serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo wametupa miradi mikubwa Urambo, ikiwemo kituo cha kupozea umeme, mradi wa maji ambao unaendelea, shule na kadhalika. Tunaishukuru sana serikali yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mazuri yote yanayofanywa, pamoja na TAMISEMI ambayo waziri wake Mheshimiwa Shemdoe anafanya kazi nzuri akisaidiana na manaibu waziri na wakuu wa idara wote, kwa kweli pamoja na shukrani, lakini bado tunarudi kwao kwa ajili ya maombi maalum kwa niaba ya wananchi wa Urambo. Kwanza, sisi kama Urambo tunategemea sana kilimo, na kilimo hasa cha tumbaku, mahindi na kadhalika. Kwa hiyo tunahitaji barabara imara vijijini. Kazi ya TARURA ni nzuri, lakini tunaomba iongezewe, ipewe uwezo zaidi ili barabara za vijijini ziweze kubeba mazao yetu kuyapeleka kwenye soko. Lakini pia nichukue nafasi hii pia kuishukuru TANROADS kwa kazi kubwa anayofanya, lakini na yenyewe tunaiomba pia iimarishe barabara zake. Lakini pia tunaomba sisi kama Tabora, wilaya ya Urambo, Uliankuru, yani Kaliwa na Sikonge tuunganishwe na barabara ya lami ili tuweze kupeleka mazao yetu kwa utaratibu ambao utatusaidia kubadilishana mazao na kuinua uchumi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi kama Urambo tuna changamoto pia kwa upande wa shule. Serikali yetu imefanya kazi kubwa sana, lakini kuna shule kwa mfano ya mjini inayoitwa Ukombozi ambayo ina wanafunzi 1600. Tunaomba Mheshimiwa, serikali yetu itupe shule nyingine Urambo mjini kwenye kata ya Urambo ili wanafunzi 1600 wapungue wapate shule nyingine. Hali kadhalika tunaomba shule ya msingi na ijengwe sehemu ya Imara Makoe ambayo wanafunzi wanashindwa kwenda shule ambayo iko kilomita 4 kutoka pale walipo, na wakitaka mbadala inabidi wavuke barabara ya kwenda Kigoma ambayo ni hatari. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, ningeomba sana kwa upande wa afya, hospitali yetu ya wilaya ya Urambo, jengo la utawala ambalo liko karibu na jengo la dharura halijakamilika. Tunaomba tusaidiwe, ni zaidi ya milioni 250 ambazo zinahitajika ili tuwe na jengo la utawala karibu na jengo la dharura. Lakini wakati huo tunaomba, kuna kata moja inaitwa Uyogo ambayo iko kilomita 59 kutoka mjini, tunaomba na yenyewe ipatiwe kituo cha afya. Nikirudi kwa upande wa wafanyakazi, hasa nikiwalenga walimu, Mheshimiwa Mwenyekiti, naiomba serikali kwa mara ya ngapi sijui, bado kuna haja ya kuangalia TSC inavyofanya kazi. Mheshimiwa, TSC iliundwa kwa sheria namba 25 mwaka 2015. Bado haina hela za kutosha, bado wafanyakazi hawatoshi, lakini kazi yake iliyoundiwa ya kufanya kazi, yani ya ajira, maadili na maendeleo ya wafanyakazi haifanyi kazi vizuri. Naomba kwa heshima na taadhima serikali iangalie tume ya utumishi wa walimu TSC ili ifanye kazi iliyokusudiwa. Lakini pia nichukulie kwa upande wa wafanyakazi wote kwa ujumla. Naomba sana walimu na wafanyakazi wengine wa afya na kadhalika, wanapomaliza muda wao wa kazi, yani wanapokaribia kustaafu, wanapata tabu sana kwa sababu mishahara yao inakuwa haijarekebishwa, hasa wale waliopanda madaraja. Hivi ninavyoongea hapa Mheshimiwa Mwenyekiti, na walimu 20 na wafanyakazi wengine ambao wamestaafu bila kurekebishiwa mishahara yao. Kwa hiyo inawapa shida sana wakati wa kupata pension. Kwa hiyo tunaomba sana, kabla mfanyakazi hajastaafu yeyote yule, mshahara wake umerekebishwa ili kumsaidia aweze kupata pension kwa uzuri zaidi. Na kwa msingi huo Mheshimiwa Mwenyekiti, kuwaacha wafanyakazi wanahangaika baada ya kufanya kazi kubwa ya kutumikia ndani ya nchi yetu inakuwa sio vizuri. Wasaidiwe waweze kupata haki zao kwa wakati mwafaka. Baada ya kusema hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana, lakini mtusaidie sisi kama watu hasa tunaotoka vijijini,
tupatiwe kwa kweli barabara nzuri. Narudia tena, barabara nzuri. TARURA wanafanya kazi nzuri sana, TANROADS wanafanya kazi nzuri sana, lakini waongezewe fedha ili tuweze kuwasaidia. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la wajasiriamali. Tumeongelea hapa kuhusu akina mama kupewa mikopo, vijana kupewa mikopo, lakini kama hatutapata elimu ya ujasiriamali kwanza kabla hawajawapa hizi fedha, inakuwa shida sana. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri maafisa maendeleo wawezeshwe kutembea, kutoa elimu kwa hawa vijana wasiokuwa wenye ulemavu pamoja na wanawake, ili wanapopata fedha, elimu ya uendeshaji wa shughuli zao za kiuchumi waweze kuzimudu vizuri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naunga mkono. Nakushukuru.